Clouds TV, empowering lives. Wakainulia Mungu dhabihu, wakamwabudu Mungu, na walipomwabudu Mungu ndio Mungu akatuma nabii anaitwa Jahazariel. Akakuja akawaambia, Bwana akiwa mbinguni amesema namna gani? Vita mtashida, lakini hamutashinda na bunduki, hamutashinda na mabomu, hamutashinda na mapanga. What you need to do, prepare praise and worship team. Hallelujah. Just praise, prepare worship team. Prepare a team to go before God. Before the army, akaambia tayarisheni jeshi yote ikuwe tayari, lakini watakaoongoza ni worship team. Sasa worship team iliende kimsifu, ikimtukuza Mungu. Iliende kimtukuza, wakienda wakiimba, wakimtukuza Mungu. At the end of the day, do you know what happened? Wale maadui wa Moabi, those three countries, they started fighting each other. Instead of fighting wana wa Israeli, instead of fighting Jehoshaphat, they fought one another. Walipigana, wakauana wote. Jehoshaphat akaambiwa, enda ukaokota chakula, enda ukaokota pesa zao, enda ukaokota magari yao, yani Mungu alipigana vita. Ni kwa nini? They attracted the worship of God. When you attract the worship, you attract the presence of God, and you make God become your fighter. You involve God in your fight. Then when you worship God, he feels great. God is a man. A man, if you worship a man, unikuje kama sasa wewe, ukuje unisifu pale, unisifu, utaona nimeingia kwa mfuko na ninakupatia 1,000 bila kujua. Nitakuja kujua nilikupatia 1,000 kama ushaenda, kwa sababu umenisifu, umeniinua. Hata kale katoto kako kakijana, ukakiasa kulia, ukaise baba nitakununulia switi, baba nitakufanya, unaona kamebadilika sasa, kanatembea kama kamsee, maana kamewini battle. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to attract God, to win battles for you, to fight these enemies for you. You don't need to embolden yourself at wendo kapigane. You need the worship. That is why worship is so important when you are doing battles. That is why we go to the mountain to worship him. We don't go there to demand. We don't go there to do anything. We go there to worship. That is why we go to heaven's gate. Unaenda kakatoloni just to worship, not to go and make demands to God. When you make demands, kama sasa wewe ni mke wangu, ukuje uanze kusema na donatika pesa shaidia. Nikienda kidogo. Wanashibe kotime. Nikienda kidogo. Wana mtu kale bio na donataleria. I want to respond to you. But hebu kubuka ulinipigia kaguo kangu kapasi vizuri, kashati kalikuwa na pasi vizuri, kahatu ulitengeneza, kasoksi kateresa, kapakisori kapaka vizuri, alafu unanipatia chakula, alafu unaniambia mume wangu nakupenda. Nitakwambia kipindi ndio kile pale, ndoto ile pesa unataka, because of worship. Na ndio unaona wale wasichana wa baa wanajua kutuitisha pesa kuliko nyinyi mama wa nyumba. Maana msichana wa baa anajua kupapasa mtu. Pale akiniuzia kapobe, ananifunguliaga, ananiwekea. Kwangu na abiagwa mwekuru wefu yuko pale. Hapa nafunguliwa na wekewa pole. Alafu kisichana kinakuja kinanikalia wapi? Kumbuka kimevaa hadi kachifu. Alafu kinanikalia wapi? Kinanikalia hapa. Kinanishika hapa mgongo, kinanipapasa. Nikiingia kwa nyumba kwako, hata utakagi kuniona, nako huyo unaenda kwa bedroom, unaniacha hapo na watoto. Unaniacha na kapusika kinirukilia huko, kakifikiria nimekuja na nyama kanaenda. Sasa nikienda kwa baa, nipapaswe. Nipate msichana mrembo kama huyu. Na nipapase, alafu aniwekelea kisimuchi hapa. Kesho nitafika huko saa 9 ya mchana. Ndio nitulie wapi? Nitulie hapo mpaka saa 9 ya usiku nikute kama umelala. Maana hata kulala kwako venye unalalaga kama si ni kungona huku ukitoa nini pumzikile na uko nyuma. Niambie kama nitakuja hiyo nyumba. Siwezi kukuja, nitakuja late, ndio nitoke early, very early in the morning. Baka watoto tunakutana na wao wanasema, "Uncle, daddy aliendaka." Na niwe ya daddy. Na Yesu asifiwe sana. And that is how also God behaves. There is a way of attracting the presence of God. Wakati Jehoshaphat aliambiwa kuna vita inakuja, kuna mambo mabaya yanakuja, he went straight to appease God. To bring the presence of God, you need to attract God. A God is not attracted by a praying demand. That baba tunakuomba, unajua hawa watu wa Moabi wanakuja, na baba tunakuomba tu twende kwa vita tushinde. Hata kuja.
Bwana Yesu asifiwe sana. When you worship God, there is a way of worship God. Kuna moyo wa maombi, jinsi ya attract the presence of God. Hebu tuangalie kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 9. Tuone our Father who is in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is a guideline that we were given by Jesus, how you are supposed to worship God. Look at the Psalms, the books of Psalms. You find David was really into worshiping God. He will kneel down, he will praise God, he will worship him. Analala chini kifudifudi, anaweka kinumbi chake, anaimba because anataka kumuworship Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to win any battle ya wachawi, worship God. For you to win any battle ya warogi, vitu zako zimekataa, maisha yako imekataa, just get into worshiping God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi basi ndivyo ipasavyo kuomba: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuze. Kwanza kabisa unamtukuza Mungu, unamweka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kumwendea Baba, haleluya, hapana, wacha kustua Mungu. Kuna watu wengi wanamwabudu, wanataka kuongea na yeye. Tafuta mbinu ya kupenya kwenye moyo wako. Akamwambia Baba yetu uliye mbinguni. Baba, akamuita Baba, akamheshimisha, alafu akamuita wewe uko mbinguni, uko juu kutuliko sisi zote. That is a worship. He started by worshiping God. You start by worshiping God. Baba yetu, Fafa Victoria Matwini, Baba yetu. Yani huyo mzee mpaka anasikia vizuri, ako mbinguni, mahali amekaa kwenye kiti chake peke yake. Amekalia kiti chake cha enzi peke yake, amekanyagisha nyayo zake hapa duniani. Daudi akamwambia, umekanyagisha nyayo zako hapa duniani, umeshika fimbo yako ya ufalme, unatuangalia, unatucheki ukiwa kule mbinguni. Wewe tu, wewe, hakuna mwingine kama wewe. You are the mighty Father, you are the mighty, you are the King of Kings, you are the King of Glory. Wewe ni Jehova Nisi, bendera yetu. Wewe ni Jehova Shalom, amani yetu. Yeye unamsifu, unampatia maneno mazuri mazuri, na jina yote mazuri ni yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni wa kupepereswa. Mungu ni mwanaume. Tiyo mtu ate maya wedaba. Mashi ya homo fela dhini. Gotire na ili yoko rugete. Nilatigire pesa. Nilienda nikachelewa, nikaenda. Sasa wakati nilichelewa na mimi nilipata kibarua ya usiku. Mimi ni mtu wa dunia, nikapata kibarua ya kwenda mpaka Naivasha. Nikaona siwezi kurudi usiku, nirudi kesho mchana nikijiona. Nilienda kwa umaraya. Sasa imagine kupigwa baridi mpaka Naivasha na kurudi, halafu nikikuja nasema maji iko hapo, jitotea hapo. Nani sikuwatumia fare. You are not attracting. You are not attracting favor. Favor is attracted. You don't just go and command God, we need your favor. No. Whose favor do you share with him? Is it yours? You glorify God. You attract the favor by releasing the spirit of favor. The spirit of favor can only be released if you worship God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina lako. Yani only your name be glorified. That is Jesus. Only your name be glorified. Huyo mwanaume mumwambia, wotile mudrumu, wewe ni mwanaume kuliko wanaume wote. Wewe ni Baba. Wewe ni, yani you are everything. Without you, we cannot make it. Without you, hajaomba. Anamwekelea juu Mungu pale kwa kiti yake juu. That is how you attract the presence of God. You don't just, hey Baba, najua, Baba, Bwana yako alitoka asubuhi, hakutuachia chakula, na ulimupatia mikono, ndio tutafuti. Mikono gani? Huyo mzee ataenda akiendaka kabisa. Hata mimi ukiniitisha pesa, hata kama najua kuna watoto, uniitisha na nguvu, nitakwambia wewe kwenda kabisa. Watoto wakitalala njaa ukijiangalia, ukiwaangalia hapa hivyo kama wakilala njaa, utamwaga machozi, utaenda kukopa kwa neighbor hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watoto na wapenda, na bado nitaendelea kukupenda, na kesho nitakuita mke wangu, na dunia itaendelea tu. Ukiniuliza ni kwa nini ulinifanya hivyo jana, na mimi nitakwambia ujinga utawacha. Hivyo tu. Wewe ujipage, ujielewe. Ujinga utafanya nini? Utawacha. Maana you need to approach me. Sio kuingia kwa kipeti yangu na ukaanza kukusanya pesa. Hapana, ni mimi nilifanya kazi ya tu kufanya na wewe.
Na sio hauna ruhusa ya kuingia hata kwa mfuko yangu. Ati nyingine na mfuko hii. Dako la ngiri tano hapo. Ndio tanesi ulikuwa unaenda kuosha nguo. Utoe hizo ngiri tano, si utumie, uziekelee mahali kwa meza hapo. Nisikuje nizione. Haleluya. Nikuje nizione bishoshi. Tondadi vile ile nikolilika na nilikuwa na 5,000 zilienda wapi? Naanza kuwasa tokoro hii ni asionile. Uziekelee hapo hata kama uko na shida gani, ziekelee tu hapo. Akikuja unamwambia pesa yako, nilipata pesa, nilipata handkerchief na kila kitu ziko hapo, hata kadi za biashara ziko hapo. Na sasa kama bahati mbaya mimi ni mtu akubeba kakodom sasa kawekelee wapi? Kwa sababu kuna wakati tulikuwa tunabeba kakodom kanaenda kanapata ulisahau. Kasaulika. Sasa hapo ndio naficha, maana tena nikikuta nikumekelea hapo utakula makofi nikuulize ni nini na ulileta hii ya nini hapa, nitakuyuka. Wewe ulitoa wapi hapa? Nini ulileta nini? Hii sasa unafikiri unaweza kunitaka na hii? Maana huku nishika nayo. Ulikuta kwa trouser, sasa nilikuwa hapo kiwekelea. Was I there? So this man, this is the nature of a man. And God, this is his nature. Bwana Yesu asifiwe sana. He needs to be kupepereswa. Katika kuomba unampepeleza. Twende verse nyingine. Katika kunini unampepereza, unamsifu. Mungu ni wa kusifiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimsifu hatumagi malaika, ukimuinua hatumagi malaika, anakujaga yeye personally. And even whatever you needed, it is given to you even before. Maana amekuelewa moyo wako. Ndio unaona Daudi alikuwa mtu kutu. Alikuwa mtu kubafu, alikuwa mtu mbaya, alikuwa mtu naona mwanamke wenyewe anachukua, anaona kitu hii anachukua. But this man knew how to go back to God. This man knew how to go down on his knees, knew how to humble on his knees. And this is what we call worship. Worship si kuimba tu hapa Bwana. Sasa hiyo unaanza kulegea Bwana. Ati sasa una attract presence ya Mungu Bwana. Sasa hiyo kuna bigizi kwa kusema Bwana. I know there is a way you prepare yourself, a clean vessel, a ready vessel to be listened by God. You prepare the area. It is a presentation you are taking. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a presentation you are taking to the court of heaven. And when you are putting a presentation in the court of heaven, there is a language you use. Your honor. If your court is pleased. Bwana Yesu asifiwe, kama court yako itaona ni vizuri. Unajua you are right, lakini unabebeleza huyu lawyer, huyu wakili judge, unambebeleza. If your court finds favor. Finds what? Favor. Ione tu inionele na kuomba tu mteja wangu umupatie body apayo anaweza. Maana huyu mteja wangu ni mkulima mdogo. Huyu mteja wangu hii ni makosa yake ya kwanza. Huyu mteja wangu anakuaga. Huyu mteja wangu lawyer, the good lawyer anasufu huyu wajaji, anamsufu na maneno matamu ndio akubali upate body. Lakini kwa kusema according to the law cap 305 huyu anastahili kupatiwa body. Hata jaji atampatia body, lakini atamwambia ruling tutafanya Friday. Leo ni Monday. Na kama akisema ruling itafanyika Friday, hakuna appeal unaweza kwenda kufanya, maana ruling haijafanyika. Na anakutesa tu, anajua venye language mlitumia. Alafu anakuita wakati mwingine akwambia tell your lawyer akuwe na good manners ndani ya koti. Na hakuna power, na atakufuga, na atakunyima body. Akikunyima body anakuambia rudi after 14 days. Akikwambia rudi after 14 days, you cannot appeal. Ni body ndio itasomwa after 14 days. There is no, you cannot appeal. Kwa hivyo umeteseka 14 days. Lakini kuna njia wakili wako anaweza kusugumusa na huyo jaji. Kwa sababu ukiona huyu ni mama amekaa hapo mbele. Na unajua mama wenye wanatakaga kufeel amekalia mwanaume. Sasa wewe wakili wako ni mwanaume na wewe ni mwanaume mbele ya mwanamke mwenye kiburi. Huyu mwanamke anafaa hata kumwambia hata nywele yako ni mzuri. Unafaa kumwambia hata sura yako. Unamwambia good morning madam. Anasema yes, good morning to you. How are you? Hiyo ndio language ya kotini. Sio kwenda unakaa sura baya ati jaji. Yaona? Watu wamenitesa sana. Walinishika juzi, walivukia seo, hata wajalivuka. Hapana, there is a way you raise up your hand.
you humble yourself. Before you start praising, before you start asking God anything, just go down. Go down. Lift up God. Muinue, because you are in a court of heaven. When you are in a court of heaven, there is a way you present your case. You don't just go asking. Solomon did not ask. Mungu alikuja, alikuwa kwenye court of heaven, akamwambia nimeona ile kitu umefanya na umefanya kazi mzuri sana. Niambie unataka nini? Yeye alikuwa mjaja. Hakuenda ile Mungu anataka, alianza kusifu Mungu. Mungu, umefanya kazi mzuri sana. Ukata ukampatia baba yangu kiti akakalia. Na ukampatia nguvu. Na ukampatia watu wakamsikiliza, na ukampatia favor. Mungu, ulifanya vizuri sana. Na hata ukafanyia baba yangu favor, ukampatia mtoto wa kukalia hiyo kiti. Na ni Mungu huyu. Baba, kwa hivyo nitakusifu na nitaendelea kukusifu. Ile kitu mimi nataka tu, kwa sababu sina tu, nataka maarifa. Unipatie tu maarifa niweze kuongoza watu wako na unyenyekevu na maarifa mazuri. Mungu alimwambia, nimekusikiliza wewe, mjaja. Hata ile kitu hukuitisha nimekupatia. There is a way you communicate. You don't come to my office unaanza kuniambia mashida yako. Ati ndiramenya leo ani ati agweka. Ndiramenya leo sasa nimeona kama nimefika mwisho. Nitakularua kofi. Ukiniambia kama umefika mwisho, nilikuita ukuje nionyeshe mwisho wako penye hapo. Am I the cause of your problem? Peleka shida yako bali, wacha kuniletea ujinga. Ati ni kama umefika mwisho, kwa hivyo nifanye nini? Nibomoe ukuta ndio upate hiyo jingine. No, hata ukikuja kwako kwa ofisi, kuja na lako je nisalimie. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Ukiona unyenyekea, si ukuja ni kama tumeweka hiyo ofisi na wewe, hapana. Nitakwambia toka. Ama nitaweza kukuharakisha. Kuna swali gani ulikuwa nayo? Hapana, enda pale nitakuja. Maana hata hiyo unabii unataka haitatoka. Already nimekuwa aggravated. Nimesikiliza, nimeona hauheshimu ofisi. Kuja na njia. Nimeweka hiyo mkeka, nimeosha hii mkeka inaosha yako. Unakuja na viatu zako na kanyaga. Unakuja na unajia huko na hapana. There is a way you approach somebody's office. A humble way. Kuja unisalimie kwanza. Niambie apostle, how are you? Nimeingia saa hiyo. Hutaki kuniuliza kama nimepigwa na wakora hapa. Hutaki kuniuliza ama nililala nyumbani. Nimekuja sasa nataka kupumzika, nijaribu kuwaza shetani aliingililia wapi mpaka nikaenda kulala kwa bwana Mungu. Hutaki kujua na bila apostle. Hapa kuna watu wanataka kukuona. Utatoka na hiyo watu wako. Ikiwa ofisi ni how are you apostle? Ukismile. Yes, ukismile. Unanyenyekea. Yes, hiyo ndio heshima. That is how to attract favor from me. Because I'm a man, any man has ego. Any man. Hata kama yule unasikia anatoa unabii. Hallelujah. There is a way you talk. There is a way you relate. For you to win any battle, you have a language of winning the battle. For you to win any spiritual battle, there is a way you connect yourself heavenly. The kingdom of heaven you just enter. Hauingiagi kama ni kwenu. Hamuna kabuni moja. Hapana, ni kwenu unaenda kutafuta favor. Hata ukienda mahali popote, ukienda kupresent CV yako, lazima upresent CV in a good way. Una breathe in kwanza. Kaa huko nje kidogo. Breathe in, out. Breathe in, out. Usikie temperature imerudi chini. Sasa ukienda kule unasalimia wote na heshima na taadhima. Heshima. Salimia kama ni panel ya watu 5, wasalimie wote. Wasalimie. Ikiwezekana wasalimie kwa mkono. Ukiona hawataki mkono unawachunguza haraka haraka. Ukiona hawa si watu wa mkono, wasalimie kijumla vizuri. Humbly. Utaona alikuwa ameweka hivi, unaona kalamu imeinama hivi. Anataka sasa kukusikia because kuna mahali umeguza moyo wake. Anataka kusikiza the next point ni gani. Sasa namwambia I am so and so. Niko na miaka fulani, I am this, nimeenda shule, nimekuwa university, nimepata hii. Unaenda off what took you there. You describe yourself in a manner that you present yourself before them. Waanze kukuona wewe ni mtu mzuri. Waanze kukuona wewe ni mtu wa maana. Hata kuongea nikikuajiri kwa kabudi yangu watu hawatatoroka. Because that's the first interview. Lakini unaenda na wachia, that is my CV. Sasa hiyo unakibigiji kwa kia. Alafu unafanya hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu sasa hiyo mpaka socks hujaosha. Wanaume, socks hujaosha. Ukiingia kwa ofisi unasikia tu ni
kama kuna ile inatokaga pale Naivasha inaitwa nini? Ile mvuke ile ya white inatoka kwa shimo inapadaga hivi, unaona venye inapada pole pole. Ile hewa inatoka hapa. Ile carbon dioxide inatoka kwa soksi. Unasikia hiyo soksi inaleta joto nyingine. Alafu ukiona mzee hajaoga soksi, hata hardware iko na chafu. Hapo ndo tunalemewa kwa soksi na hardware. Sasa ukiingia unasikia, sasa changanya maarufu mbili ya soksi na ya mwili. Alafu makwapa bado. Kama hujaosa hardware na boxer, makwapa iko na shida. Ukifanya hivi, ukiinua hivi, unasikia ni kama fertilizer ile inaitagwa potassium bicarbonate. Inatoka. Those are things that panelists wanaangalia. Sasa kama hapa haijaoga, kada yakako chafu, to soksi na meno je? Meno unaweza pada maidi na ime. Present yourself. Present, even going before kwa Mungu, you need to a presentation. I'm talking about a presentation. How do you present yourself before God? You just don't enter into God's office and then you place demands. No, prepare God. Muonyeshe. Sisi hata ndio tulianzisha ile kanisa ya synagogue na mtumishi wako Waruinge, na tumesimama na yeye. Ingaje kumekuwa na mabonde, kumekuwa na miteremko, but that man is a zealous man. Ni mtu anakupenda. Sasa tukatoka hapo, nikaenda Hebu, tukaanzisha huko mahali kwingine. Then there, moto ikawaka. And you prepare a statement that is related to God. Mungu wetu, Baba wetu uliye mbinguni. Umeona? Alianza na Baba wetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. You are the most powerful. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Shalom. You are Jehovah Nisi. Your name is great. You are the most powerful God. You are super. Mungu anaamukaga kwa kiti akisikia hiyo maneno mazuri. Majina yote unamwambia, majina yote mazuri ni yako, ataamuka. Mungu ni mwanaume, ataamuka. Utamwamusha? Sana. Sasa anataka kusikia. Sasa anasema, akimaliza hiyo akakuja kanisa, ufalme wako uje. Umeona sasa? Amemwambia kuja sasa, tutawale. You are the most gracious. You are the king. Sasa amemwondoa kwa jina kubwa, amemleta kwa king. Akamweka ndani ya king, akamwambia wewe ni mfalme. Ufalme wako uje. Yani udhamaki wako uke. Sio udhamaki uroka. Oka uli mudhamaki ndani wa ngoro yako. Kuja ukiwa mudhamaki ndani ya kanisa hii yetu. Kuja ukiwa mudhamaki ndani ya biashara yako. Take over. Alimwambia take over. Mimi na tawala mimi. Sio kuna tawala Yesu, tawala. Tawala Yesu, tawala. Hapana, there is a way. Unamuinvite anakuja kutawala na sura yako yenyewe imekaa kama ya mungusi. Sura baya. You are communicating to God that uibaji hapa. Na mmekaa sura zingine zimekaa ni kama zimewekwa super glue huko. Ati unakaa unakuiba mnaiba. Tuna kuabudu Bwana. Tuna kuabudu. Atakuja. Na anaona sura 7 zinakaa kama zimekanyagwa na trakta. Wewe niambie wewe Mungu akuje. He will never come. He can't come. Tengeneza sura. Kaangalia Watanzania wenye wanaibaga, ukiona wanaiba, unaona mpaka wako na raha. Wakidansi wako na raha because they are before the court of heaven. When you are worshiping, you are before the court of heaven. Presentation yako peke yake inaweza kubadilisha kesi yako yote. Your presentation, how you talk, how you dress, how you do everything. Your presentation, unaona kila mtu anakupatia heshima. Kile kwa panelists, unaona wote wanakuangalia vizuri. Wanaona, wow. Sasa wanangojea part 2 ya mdomo yako. Ni nini itatoka kwa mdomo? Ndio part 2. Part 1 ni how you dress. Wacha kukuja hapa kwangu umevaa magozi kile, umevaa hapa na mimi sipendagi mtu wa hapa. Umeelewa? Sipendagi mtu wa nini? Wa hapa. Mkumbuke kule nimetoka, ni kwa Mugeke. Bwana Yesu yeye sana. Bado sijakubaliana ukivaa kitu unataka kunionyesha nini? Unaenda kunyonia yake. Ukiuka kwako hiki nataka nyamoke yake nyete hahali. Ni nini unataka nione? Na kama hivyo ukikuja hapa nitakararua ndio nione vizuri.
Nigetha dikione kiweda todo ni uraigwa nguo yako nyene unasikia uoga kunyonyesha, lakini unataka sasa nifanye imagination what is ahead, ama huko mbele iko sawa ama haiko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't come to my office. Na msiwahi kubalisha mwanamke hapa kuja pale akiwa amevaa tunyoka kitu ama kaguo kingine kamechora hiyo suali ya ndani imejichora huko, na wengine wanafaka kinyasa imefika hapa kina kichora hapa na jichora kingine wanafaka. Sasa unaona hiyo tabia si mzuri, kwa sababu mimi ni mwanaume bwana. Si tuko na wewe pale. Mamani I eat very well. Angalia ile kitchen yangu, niko na kitchen pale ndani mzuri. An American kitchen hapo ndani. Inapikwa chakula mzuri. Matunda imejaa kwa fridge. Tujugu tuko hapo, nimenunua tujugu. Na crepes tuko hapo na kila kitu iko ya kufanya mwili kuwa mzuri. Sasa na wewe umekuja kunionyesha maneno hapa. Unafikiria mimi sina akili? Jina akili ya kumenya heki dorenda nyame. Na naona maido makoi macho yangu ikiona ina activate akili. Na unajua akili sisi tunakuwa activated kutoka kwa akili. Ushajiuliza? Ni kwa nini? Inakuwa activated kwa akili. Sasa ile domereli ile unabii unataka nikutolee. Sitakutolea udamini, nakutolea udamini nikiangalia kutoka chini nikikupandisha hivi. Maana already ushakoroka akili yangu. Bwana Yesu, protect me, I'm a human being. I am a human being. See ati toba na hadigere moneo kuruta yero ya kiruta. I'm equally very energetic. Very energetic kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia sura uone kama ni sura ambayo haiwezekani. Inawezekana. So don't come try me here. Wacha kuniletea majaribu hapa. Nitafute uniite Java, uninunulie kahawa huko. Tukunywe kahawa huko. Tukisikilizania huko tuende na huko, tutaenda na huko. Lakini si ukuje unitoe kwa Mungu. Don't be a devil in my life. Watia kuduta guko ati undu ale kwa ngoma. No, njokire na maguru makwa ndoka kwetha Ngai. Ucoke udute guko undu ale na ku unjuragire na ku mbere. Tuwe kuriwe shaitani njuru muno. Bako ngoma ni akuremetwo kuduta guko ri. Ndoka guko ngomaji ageria kunjira tiga guthikanitha na nikakuja tu nikangangana mpaka nikakuja. Alafu uona kuja kunitoa. Wewe na shetani nani mkubwa? Si wewe umenitoa. Maana umefanya sasa, because automatically nikianza kuimagine hizo vitu mzee ataitisha, ataanza kusema hallelujah. Yes, of course. And that is the end of me. Nitabadilisha kila kitu ndani ya kichwa yangu. Nitabadilika completely. Najia wesiria horo wa Ngai, najia wesiria. Najia kuruta nguru rako no gakuruta nguo ciothe. Nindagwa. Waje koguo niki. Hiyo haina maombi, hii kitu haina maombi. Hata Paulo alituambia, hiyo ndio the only thing kwenye Biblia haina maombi. Na ndio Paulo alisema toroka, ukiiona toroka tu. Weka hata ukipata kiatu yako ina spring, weka spring niguo karogo. Ukivie. Ukitoroka. Haina aki, haina. Na haina mkijana mdogo, na haina baba mzee, haina. Utanikuta na nyanya mzee kabisa kama ule unaonaga hapa ana meno. Nitakuja kulia rais alikuwa nyanya. Deketi. Paka mnaniuliza apostle. Nikukosa ulikuwa umekosa. Na ndivyo tu kuhegi hapa. Hiyo kitu inabadilisha kichwa, unakuwa mwenda wasimu. Please try to save me. Wacha nyumba ikuwe mzuri. Wacha tu tukadukiana kule Java. Unakule Java, tunaendeka huko twende tukaharibu na huko Java, lakini si hapa. Hapa tuwafanye pakwe patakatifu. Let it be a presentable place where anybody can come and worship. Na mtu akiingia pale anasikia the presence of God because it is not defiled. Sasa umenipeleka pale tumedefile. Hiyo kurumisha tu, hiyo mwili yangu kusikia joto is a defilement. Automatic defilement. Nimeharibu nyumba mzima, imechafuka. Na mimi ndio baba ya nyumba. Nimeachilia spirit ya nini? Mchafuko. Nyinyi wote mtakuta kila mtu ameweka wanaume, ameweka mkono kwa mfuko because kila kitu haifanyi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must know how to live in the sanctuary of God. Bwana Yesu asifiwe sana. You must know how to operate here. You must always have release. Spirit yako ina release presence ya Mungu. Spirit yako iko na relation na Mungu. Unaheshimu mahali panakuwa patakatifu. Because that is why mnakujaga kuabudu chioni. That is why tuko hapa Rajawa. To make this sanctuary a clean, a smart place where everybody akikuja hahitaji kuombewa. Akiingia tu anakuambia niliingia tu nikapona. That is what we are intending to have. That is what we have. And that one can be tumeapproach Mungu na tumemulete hapa. Ndio tunasema ufalme wako ukuje. Sasa Mungu akuje hapa. Kingdom ya Mungu ikuje hapa na ikae hapa. Itakuja kuta already ushaniharibu pale nje, pale kwa room yangu. Already ushani spoil. The kingdom cannot come.
Mungu hawezi kukuja because already nimedefile. Hiyo tu, I don't need to sleep with you. I need to think about you. That's a defilement. Already mshaingia. Na hivyo ndivyo mnanimalizaga. Ndio unaona saa zingine naogeaga matope. Si ukiaga matope kwa sababu ninapenda kuogea matope, ni kuona mahali mnataka kunipeleka. Nitakurarua gumi utoke huko. Gai wako anegomoroerera. Yes. Kama Yesu alienda akakuta baba yake, nyumba ya baba imebadilishwa imekuwa soko. Alifanya nini? Aliwachapa na nini? Ni duka gani ulisikia alikibiria kwenda kununua nyahunyu? Kuna duka alienda. Kwa hivyo msali alikuwa anabeba kanyahunyu. Kuna duka ulisikia alienda? Ama alitumana kibieni mlete nyahunyu? Hapana. Alichomoa nyahunyu akaanza kunyorosa watu. Alichomoa wapi? Na ni kwa nini alikuwa anabeba? Be sometimes be critical of this man called Jesus. He's a perfect example of how we should live according to God. Sasa tunasema Mungu wa Israeli atupiganie, Mungu wa Israeli. Sasa kama ni Mungu wa Israeli, na ukisikiliza kwa maredio, Israeli imepiga wa Palestina mabomu na mabuduki na imeua, imepiga Iran, imepiga Iraq, imepiga Jordan, imepiga na mabomu na mateke. Na wao wanasemanga Mungu wa Israeli na hakuna mtu shaipiga. Kwani ni Mungu gani wewe unafuataga? Wale wanafuata Mungu wa vita. Mungu wao akiamua akisema ni vita wananyorosa mtu. Wewe wako ushainyorosa mtu, amekosea Mungu. Kwa nini? Muislamu nenda hapa nje useme Muhammad ni ubwa. Uone venye watafanya. Waislamu wote watarorokana hapa. Watatoa fujo Kenya mzima kwa sababu ulitukana nabii wao. Sasa wewe Mkristo unagogwa, unatukanwa, unachukiwa, unafanyiwa kila kejeli. Naona ati Bwana Yesu ni mpole. Bwana yangu Yesu si mpole. Aliona Pita alikata mtu kisikio. Unataka kuniambia saa hiyo ndio Yesu alijua Pita na bebaga panga? Alijua jamaa na bebanga panga kila siku. Lakini act before the action. Lakini akachukua sikio. Did he condemn Pita? Alimkodemu kweli? Alimwambia wewe mzee, weka hiyo nitakuonyesha kazi yake. Kwa hivyo kuna kazi yake. Hata Yesu anajua kuna kazi ya paga. Bwana Yesu asifiwe sana. Defend your God with all that you have. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't allow anybody and anything to come and meddle around hapa. Eti kwa sababu wewe umeokoka, sasa umekuja, umeanza kuletea maneno ya defilement. Sasa tuanze kusema tumeokoka, dikwenda mabara nyingi, tutienda rabara nyingi kwa sababu tumeokoka. Wacha nikwambie, nitakugoka na Yesu abaki kwa Yesu. Na utanikuta hapa nikisifu Bwana kwa sababu amenipatia nguvu za kupambana na adui. Nitakupiga nguvu uanguke Israeli, adui asikibeba pale. Mimi nitakuwa hapa nikiabudu Mungu kwa kunipatia nguvu ya kukunyorosa. Na nitatoa sadaka kwa sababu ya ushindi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not kaa mayai. Mungu wako si mayai. Mungu wako anaitwa Jehovah Jireh, the mighty warrior. Hallelujah. He's a mighty warrior. Alimwambia Joshua, usiogope wala usifadhaike, maana niko na wewe. Nenda kwa vita, mimi nitakutangulia na nitakupatia maarifa ya vita. Hallelujah. Don't allow your God to be abused by anybody. Don't allow your God to be stepped over by anybody. If you believe in that God, fight for him. Defend. Usiseme ati usipiganie Mungu atakupigania. Alikupatia mikono na akili ya nini? Kwani huyo Mungu alikufa? Huyo Mungu alikuwa na Joshua alikufa. Wakati huo Joshua, mbona hakwenda Mungu yeye mwenyewe aende akapigane, ang'oe wa Gibeoni, ang'oe watu wa Ai, ang'oe watu wa Jerusalem, ang'oe watu wa Jericho? Mbona hakufanya hivyo? Akamwambia Joshua, usiogope wala usifadhaike. Chukua bunduki, akachinja maruto 5. Mungu, mikono ya Mungu ilikuwa imekatika. Sasa useme ati sasa Mungu atakupigania. Hapana, omba Mungu nguvu. Kama umewekewa mzigo, usiambie Mungu ati mzigo hii ni mzito. Hapana, mwambie kuweke mabega makubwa ya kubeba mzigo. Si aweke mzigo chini. Mzigo iwekagu chini. Kama nyinyi wote msimekuwa mzigo kwangu, mmenisubua. Mshaisikia nikiweka chini na wabebaka nikiwanyorosa. Na wabeba nikiwanyorosa. Kaka kana kuanguka kana anguka peke yako. Lakini sio mimi. And that is how you fight for your God. Do not allow your God to be defiled. Protect area kama hii, nyumba hii. Do not allow any quack ikuje hapa idefile. Wafukuse, wapie kwenda kabisa. Manyang'au hawa. Kagumu, tuteterega hivi tu. Dai tutikeguoya. Mungu wetu si ati nikeguoya. Kagumu, fight for your right. Fight for this position. Jesus was a fighter. Yeye alikuwa commander, alikuwa na kikosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, that is the kind you need to have.
the spirit, the fighting spirit, the defending spirit. Defend your position. Make this place, make sure hapa hakuna mtu ataingia. Ukiona mtu ameanza kufanya ujinga hapa, wacha nisikiage ulimushika wapi? Hapa. Kama sasa usiona hii nguvu umepatiwa na hii mwili yote umepatiwa, itumie vizuri. Ukiona mtu analeta shida hapa, kamatia hapa, usikoke, kamatia hapa ndio ushike vizuri, ndio nini nyoge yeye asikia alikuwa amekamatwa, akipelekwa pale nje asikia alikuwa amekamatwa na kimama. Nati hamekana ate Yesu ni agoterwera. Yesu uliko alikupatia nguvu za nini? Ufalme wako uje. Anaitisha ufalme uje, ukuje utawale. Yani you are surrendering all your rights to God. You are telling God, take over me now. Take over this. Colonize us. Ni colonize. I am ready. I am ready to serve you. I am ready now. Nimekubali. Nikuja ufalme wako kuje unitawale. I am ready now to serve. Surrendering. You surrender. Kitu ya moja unamuinua. Kitu ya pili unafanya nini? You worship. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. You worship God. Number 2, you praise him. Worship is different from praising. Worship is bowing down. Kulala chini, unamtukuza. Unalala chini, majina yote mazuri ni yake. Unalala chini, kisha sasa unampraise. Jina lako litukuzwe. Number 3, you surrender to him. Ufalme wako uje. Ndio mapenzi yako. Mapenzi yako, si mapenzi yangu, mapenzi yako yafanye kazi. Hallelujah. Yani unajitoa kabisa, unasarenda kwa mikono ya Mungu. Hallelujah. Yes, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Yani you are inviting the kingdom of heaven to come and colonize here. Kuja tutawale sasa. We have surrendered. We are not going to argue anymore. We are not going to make any grievances anymore. We are your people. Bwana Yesu asifiwe sana. We are what? Your people. Una surrender. You worship, you praise, you surrender. Hallelujah. That is how to win a spiritual battle. That is how to conquer your enemies. That is how to defeat anybody against you. What a surrender. If you surrender to God, God will make them surrender. Then, tuendelee mami. The next verse please. Utupatie leo riziki zetu za kila siku. Ameitisha baada how many? After worshiping, praising, surrendering. Sasa hapo ndio ameitisha riziki. Let him feel that he owns you. Let him feel that he is all over you. Let him feel that you have surrendered yourself. When ukiongea mambo ya riziki anakuwa ashakupatia already. Ashakupatia kila kitu ambacho unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Then tuendelee, utusamehe deni zetu kama sisi tulivyowakwisha kusamehea wengine. So after riziki you go for forgiveness. Tell God already, and the first thing first, you have already done it. Before asking for it, for forgiveness, already you have done to others. Ndio ukikuja hapa kusema ati Mungu nisamehe, hapana. Na kuna kaseni yako analia, kuna kaseni hauogeagi na yeye, kuna brother hauogeagi na yeye, kuna mtu kanisani hauogeagi na yeye. You will have first forgiven them before you come to God to tell him forgive me. You build a good relationship with God. God will provide anything that you need. Everywhere you go, you will get it. Huo ndio moyo wa maombi. So when you are worshiping, understand first, there is worship, there is praise, there is surrendering, and there is what? Yes. Allow God to take over, take control. Allow God, worship God with you. Na wakati unakuja kuworship, every time, do not worship alone. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are worshiping, do not worship alone. Worship with everything that you have. Piga kataito kako kashaba. Kama uko na kataito, watoto wako wapige picha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabiashara kako kapige picha. Kabagi kako tugoto wako kwa closet tupige picha. Kuja na tukilala hapa, lala nazo hapa. Worship God with everything. When you worship, baka katukukutu wako tupige picha. Kang'ombe piga picha. Hata kaubwa kapige picha. Kaleta kwenye madhabahu. Esther aliwini roho ya Mungu. Aje aliambia anko, muende mpaka kuku zifast, maubwa zifast, manyau zifast, mpaka maisi zilikosa kitu ya kuchukula, mpaka mosquito zilikosa kitu ya kusikula.
zote walizilete kwenye madhabahu. Lete kila kitu chako kuja uabudu. Ukitoa sadaka mahali hapa, toa ukichukua kila kitu, watoto wako, kila kitu chako kilete kwenye madhabahu. Ukijitetea unatetea mpaka hizo vitu. Maana ukilete maubwa zako, manyau zako na makuku zako na ng'ombe zako, ukilete kwa madhabahu, labda kuku ndio itasikilizwa. Kuku asubuhi ikisema Mungu ataisikia. Ibarikiwe. Ikibarikiwe inabariki mpaka wewe. Involve everything in your life when you are worshiping. Don't go to the altar alone. Involve watoto wako, involve mume wako, involve mke wako, involve gari yako, involve makuku, maizi, kila kitu. Hata kama kuna bed bugs kwa nyumba yako, zi-involve, maana zinakukula, ziko na damu yako. Yes, that is how to win battles. That is how to conquer. Na hiyo nilifanya Esteri afaulu kuingia kwa mfalme. Ali-involve vitu zote na watu wote, akawapeleka kwa madhabahu, wakafast for 3 days. Dry 3 days. Mungu akawasikia. Esteri kaliingia, kakaingia mpaka kwa mfalme. Mpaka mfalme tu alikuwa naona hizi magirili za mguu zinavunjika tu. Anasema if I find favor. Already favor was there. How? Aliingiaje kwa gate? Aliingiaje kwa gate? Si ni favor. Lakini anaenda mpaka kwa mfalme, if I find favor. Alafu ujiulize, ujue the power of worshiping with everything that you have ni baya. Maana mwanamke alikuwa anaitwa Vashiti. Ukisoma Biblia unasikia kule Vashiti walienda na watoto wake. What happened? Wa hiyo story yao inaisha hapo. Hauisikiagi. Nini? Huyo mama labda alichinjwa na watoto wake wote because of this worship. Ama kuna mtu, hebu tufanye research tujue. Wale mnajua kusoma Biblia, tusome kana kwamba kuna mahali pengine wanatajwa. Hata watoto wa huyo king, huyo wa mama, tuangalie, tusome Biblia mzima tuone kuna mahali wanatajwa. Waliisha na wakaisha completely. Maana worship, huyu mama aliinua worship kubwa. Aliinua worship mpaka na wanyama wake, aliinua worship mpaka na watu wao, na vitu zao zote zilihusika katika kumshawishi Mungu. Na aliposhawishika walipenya. Na walipopenya, huyo mwanamke alimalizwa. Kusije kukatokea kitoto kimoja kikaleta rebellion against this woman of God. There is a way you raise a worship. Unakuta wale wote walikuwa wamekuinukia, wote wameangamizwa na hawataonekana tena wala kusikika tena. Maana the kind of worship umeinua haina mtu mwingine. Nobody can compare it. Inua worship yako. Inua worship yako. Inua madhabahu yako yaende juu. Hakuna mtu atawashinda. Wakati tunawaambia mkuja hapa tuimbe, tunaiba kila siku, tunaendelea kuinua worship. Wale tunaitaka hapa wakuje tuombe, tunaomba kila siku, tunainua worship. Tunaendelea kuinua madhabahu yetu, inaendelea kukua na nguvu. Mkiona ninapanda mlima, ni madhabahu nilikuwa naenda kuinua. Mkiona niko Sonihegi kule UK, ni madhabahu ninainua. Mkiona nimeenda Moscow, ni madhabahu ninainua. Ninaendelea kuinua madhabahu. Hakuna mtu. Ninatoa statement hapa na Bia Ruto. The nonsense you have now, we don't need it. Ushaisikia kikuja kusema nini hapa? Masubaru inaweza kuja hapa? They can't. Madhabahu yangu iko juu. Madhabahu yangu iko juu. Nikimkomesha anakomekanga. Yes, because nimeinua. In my level ni international. Sasa na wewe unaenda hapa Katuli kutuchukulia uchawi ya Katuli kuniroga. Na nimefika UK, nimefika Moscow, nimeenda mpaka Vatican. Haleluya. Madhabahu yangu uko juu. Nimeenda mpaka mlima ule mrefu. Mlima uko juu. Wewe nikikwambia wewe mlima utakufia hapo jiani tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeinua madhabahu. Si ati naenda, I'm not a tourist. I am not a tourist. Ninainua madhabahu. Sitaenda kwa Nigeria ati niende waniobe. Hapana, I know how to connect with God. I know how to lift up my altar. Najua kuinua madhabahu yangu. Niliinua madhabahu wakati nilianza safari, nilienda kwa mama yangu maana ndiye alikuwa hai. Nikapiga magoti yangu chini nikamwambia, mami, nilikukosea. Mami, nilikukojolea. Mami, nilikukunia, nilikufanyia zote. Nikamwambia naomba msamaha. Ndiye anipatie kifunguo ya kutoka nyumbani. Yodi hapo ndio unaanza kuinua madhabahu nyumbani. Usiende ati kutabia hapa ati nilimwagilia mafuta. Hiyo hakuna kazi until upatiwe kifunguo ya nyumbani.
Bila kifunguo ataumwagiliwa mafuta ya cowboy ama bluebird. You are hopeless and useless. Utang'ang'ana na hii mji. Uhubirie watu hawakusikilizi. You cannot release neno lisikike. Mimi neno yangu nikirelease, nikienda kwa Plug TV ama Bethel TV nikiachilia tu hivi, kila mtu anatega masikio. Haleluya, anataka kujua Waruinge. Angalia kwa Plug TV, nani anakuwa na views mingi? Kwa Plug TV angalia, utapata huyu aliongea, mtu aliongea, nani aliongea, yangu ndio inakuwa na views mingi. The current one imefika 340,000 viewers wanasikiliza, na unasikia kila mahali ukipitia kwa hapa town unasema uliongea kitu ya maana. Watchman wanakuambia uliongea, watu wa Ndura wanakuambia uliongea, minister. Huyu jamaa tumekuwa naye hapa saa hii ametoka hivi, ameniambia walikuwa na waziri wa information na Mutahikagwe na nani wakidiscuss hiyo kitu nilikuwa nimesema. Ruto anasikilizaga na kaga chini kusikiliza, anapatiwa na intelligence. Kuna desk imetengenezwa ya kugoja Waruinge anasema nini, wana analyze, na wakianalyze wana implement, because niko na authority. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo authority sio kuja napokea, ninakamata anga, ninateketeka. Hapana. Madhabahu, inua madhabahu, enda kwenu nyumbani. Uliongea baya na mama yako, ulimkojolea, ulimkunia, ulimfanyia takataka zote, waste time yake, pesa yake ulitumia na school fees, kila kitu. Angekula raha, hakukula raha kwa sababu yako. Nenda piga magoti chini, shika kitu, mwambie mami ama baba kama ako hai, mwambie kila kitu, nisamehe, jieleze, mwambie kila takataka ile ulifanya yeye, kukojolea yeye, kuharibu maisha yake. Baba yako angekula hiyo pesa, angenunua kasuti mzuri, angenunua kagari, angenunua shamba kubwa, angekuwa anachunga mang'ombe, amekuwa na raha mingi sana, angekala kato maisha mbora. But because of you depleted them. They are now suffering, they are now struggling. Ako na sukari, ako na pressure kwa sababu ya she wasted, she used her money, she used her energy to make sure umekaa mzuri. Sasa umekuja hapa Nairobi unakulaga tu matunda hapa, unasemanga mimi nje katika meloni, ka sweet meloni na ka thorny meloni, kananya daga ile nakaka ile madhudodudo, ile matunda inakuwa kama madhudodudo, inaitwaje? Dragon fruit. Asinataka na mama yako kule anachomeka vidole akisoma waru. Know how to start. The first step to raise your altar. Enda kwa nyumbani. Kila mtu enda nyumbani. Uende upige makoti. Akupatie kifunguo. Kifunguo ya hii dunia iko na mama yako ama baba yako. Haleluya. Na kama wamekufa, nenda kwa firstborn wenu. Hiyo ndio mtu wa tatu. Ako na nini? Na kifunguo ya hii dunia, ya maisha ya dunia. Ndio upate urithi, ndio upate kila kitu. Enda piga magoti chini. Mununulie mama yako kaguo, mununulie baba yako kasuti, mununulie kama anakulaga bia. Wacha kupeleka kiokoko yako pale. Upelekee bia Tusker nzuri. Mupelekee kawaida. Kama anakunywaga muratina, nenda tafuta muratina na hiyo wokovu yako. Weka Biblia kwa bagi, nenda tafuta muratina, pelekea mzee. Mwambie mzee, kunywa hii. Akikunywa atafanya, mwana wako nimekufungulia njia. That is all what you need. Bwana Yesu asifiwe sana. That is all what. Na kama hataki kanya kamuratina, ujue hatakagi, anataka kakamasiwa, anataka kajuisi, peleka kajuisi. Lakini usimpelekee ile kitu hatakagi, hata kubariki. Hawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi. Wacha hiyo Kristoeni ya ujiga. Tenye demo hanaku, ngwadeka guete mushufa. Chadi siongea matope. Pelekea mzee, pembeleza. Yeye ndio ako na kifunguo. Bwana asifiwe sana. You have a firstborn. Firstborn walizaliwa wawili. Yeah? There is a firstborn. Ndio ako na birthright. Umenielewa? Birthright ya family inakuwa na firstborn. Sasa kama unakuwa na kiherehere na yeye, ndio puguse kiherehere, ndio atakupatia baraka. Mwende umsifu na umwambie maneno matamu, mununulie. Mimi brother yangu ule mkubwa nilimjengea nyumba hapa Thika. Nyumba. Nikamununulia, nikamfanishia nyumba yote. Bwana Yesu. Na baba yangu alikuwa hai na mama yangu alikuwa hai. Nikaenda nyumbani, nikajengea mama, baba, nikawajengea kanyumba mzuri na mawe.
nikamnunulia trakta, nilimfanya everything. Na kila mwaka tukiwa kanisa tulikuwa tunaenda nyumbani, wamama wa kanisa hii tunaenda nyumbani, tunamvalisha mama maguo, tunamvalisha kila kitu. Baba mzee alikuwa ameenda bereni, tunamvuza nguo, manini, maduve ziko nyumbani, ni karibu 3,000 kwa nyumba. Maduve zile expensive ziko hapo, azione tukitoka huko alikuwa mradi mosiala siakwa mothereme hiyo tu kuiba. Hivyo ndivyo Rebeka mamake Yakobo, hivyo ndivyo alifanya. Akaninia, akadanganyililia, akambia kijana, leo tengeneza kanyama kazuri, tengeneza chakula mzuri, kuja nikuonyeshe venye yatengenezwa. Ndio sasa kwa mzee. Akati mzee aliachilia, it is irreversible. Dunia ukikuja hapa inakukubali. Ukienda mahali popote unaona watu wanakupatia heshima. Ukimaliza hapo sasa ndio unakuja kwa mchungaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye ako na spiritual key, na yeye atakufungulia. Ukimaliza hapo sasa, kubaliana na watu wa dunia, kubaliana hapa na pale. Sasa yenda kwa milima. Baada ya kupata kibali ya spiritual father na physical father, nenda sasa kwa milima. Maana huko sasa unaenda with the backing ya spiritual father na physical father. Ukienda kwa mlima utasikika na utaeleweka na utakubalika. Lakini kama umekausha nywele hivyo, unakausha nywele yako gumu, nayo dunia itakukaukia. Vitu zingine si maombi. Tashoka merielewana geria mani wanyu miuru, tadiumwele pole, wane milango yako ikihiguka. Merielewana fafa wanyu miuru, eda mwambie pole, mnunulie kakitu. Kama ni wakamunyweso, nunua kamunyweso, wacha hiyo kiokoko yako, peleka bali. Naona kiatela hii ya moto digegora, utakufa maskini dunia hii. Maana yeye ndio ako na kifunguo. Na ile njia anapitiaga ipitie, maana hauna njia ingine na hauwezi kumgeuza. Achana na yeye. Haleluya. Bethel Clouds TV, empowering lives.